So as your senator, I want to confirm to you without fear of contradiction. Mimi sita retreat, sita surrender mbele ya Mwenyezi Mungu kutetea haki, mfanyiwe haki yenu ya kupata maendeleo kwa sababu mmelipa kodi. Si ni namna hiyo? Si kila mtu analipa kodi hapa? Si hata kanisa mnalipa kodi? So that is the whole point. So kumogero le mata nyangale magyai wakasi kitio anan mauna watu. Na hii town tupange. This is our capital city. We want to plan this town very well so that it goes into the future. So ya mwisho keo gas ngale kagule barbar Cherargei. Imwa Murkomen ngesumbe. Ngoro akagili nyu nite South Africa nite ne kabisa au muji na barbar kabisa kugogera kabisa. Mukiona mimi na hii akili yangu kubwa kama ya South Africa, nje ya South Africa, na kama mtu kubafu kweli ama mtu mwenye haelewi chochote. Na unajua mimi nataka msikie kwa sababu najua mmeona mkipigwa vita nini. Mimi niliuliza maneno mawili tu. Na nataka niseme kwa Kiswahili ndio mtu asiseme translation ikuwe lost. Na mimi nasema kwa ujasiri na nisiogopi mtu. Mimi nimeokoka, napenda Yesu. Na najua Biblia inasema ogopa ula anaua mwili kuliko ula anaua roho. So mimi siogopi mtu. Uweze tisha mimi hata ukinunua watu wachache wanipigie kelele, hapana. Watu wamekula kimnyana mpaka pji wanaanza kurua tapa. Mimi siwezi kupatia hawa nafasi. Mimi niliuliza maswali mbili tu kwa sababu watu wengi mmepiga simu Cherargei. Nilimwambia, nilimuuliza mwaka moja imeisha. Na nataka nimshukuru His Excellency the President. As I conclude kabla sijatoa yangu. Rais tunapoongea hizi safari anafanya za ngambo, si za starehe, anafanya safari ya kutafuta resources na pesa ya kuleta maendeleo katika taifa letu la Kenya. Tunapoongea rais analazimika kulala ndani ya ndege, ndio anaposhuka kule Dubai na nchi ambazo anaenda anakuwa tayari kuomba msaada ili kuje isaidie sisi kwa sababu uchumi ni mbaya. Na tunapoongea nataka nishukuru Rais William Ruto. Ameleta investment ya more than 2 trillion Kenya shillings into the economy of this country that will transform this country. Rais ameenda kutafuta, ameenda kuleta. Alafu wale wamepewa kazi wanakuja kulala, mtakubali? Sasa mimi nilikuwa nauliza waziri Murkomen, mbona boss analeta, president analeta pesa, wewe unalalia kazi kwa nini? Tunapoongea nchi ya danger kwenda Chemuswa imezama. Hii njia ya kutoka Chepteruit mpaka Chebaiwo ni Cherargei. Hii njia tunapoongea kutoka Kobucho Ikaptumek Hernandero kwenda mpaka Mamboleo Kibos ni mbovu. Tunapoongea ile njia kutoka Kobere Maraba Timborwa ni mbovu. Ile njia kutoka Digiri kuja Kebeneti kuja Tindret kwenda mpaka West Pokot haipitiki. Hii njia tunapoongea ya kutoka hapa Setan kwenda Chepterwa Isingile Takarne Chepsaita mpaka kwa Mogut haijatengenezwa. Hii njia kutoka hapa kwa sababu Father Majiji mnatoka hapa, hii njia kutoka Andalat Aisero kwenda Kamngetich kutoka mpaka Ngechek, hiyo njia inatakana kuwa lami. Hii njia kutoka Eldoret ipite hii yote mpaka Western, ile ingine ipite. Saa hii magari mbili haiwezi pitana kwa sababu njia imekuwa nyembamba. It needs to be redesigned, it needs to be expanded. And that is the question niliuliza Murkomen. Akasema mimi ni mjinga. Lakini mimi ni mjinga lakini najua chenye mnataka. Si ni sawa sawa. Number 2 kwa sababu ilikuwa 2 questions. Unajua mmetoka mtihani juzi, 2 questions only. Nikamwambia si watoto wetu vijana hawa wamesimama, wengi wao wako kwa jeshu, hawana kazi. Nikamuuliza kuja kukata nyasi na kusukuma maji toke kwa barabara inahitaji mtu wa nje kutoka Nandi kuja afanye hiyo kazi. Hiyo kukata nyasi na kufungua maji inahitaji Kiingereza. Unaenda kuambia maji ati I want to move you water, can you move? Unaongeleshanga Kiswahili, hata wamama mnaweza fanya hiyo kazi. Ndio pesa ingie mfukoni. Sasa nilifanya makosa kuuliza hiyo maswali mbili. Hiyo ni maswali ya mtu mjinga. Sio ni maswali mtu wako na akili. So I want to tell him there is no option. Lazima tupate lami zetu na mabarabara zetu tandi. We are not negotiating. Kazi ya watu wapewe. Hapo watoto wetu hawana kazi. Tunataka local contractors wajengwe so that they can be people. Si ni namna hiyo? Hii town
Saa hii tunapoongea hao mahasla wanapanga kwa barabara, kuna so many accidents ya motorbikes inaumizana kwa sababu the road is too congested, and that is what I was arguing. Nilitaka barabara ipanuliwe ndio stage ya matatu wakae kando, ndio ukipita kusikuwe na ajali mingi hapa town, na imeua watu wengi wamekuwa injured. That was my only concern. So msijali na mimi sitishwe. Naona amepatia wabunge fulani pesa, amewaambia enda pigia kelele Cherargei. Sasa ndio kwa hiyo Kimorojbe ndio mtanipata huko. Sasa sitarudi nyuma, si namna hiyo. Na nikiuliza kwa niaba yenu iko makosa, si mlinichagua nifanye hiyo kazi, si namna hiyo? So sitishwi. Bei ya woga ilishuka, hata ukinipea free siwezi chukua. So mtu asisema anauzia Cherargei woga ati atakuwa hapana. Sikukufa ni mara moja, kwani iko aina nyingine ya kwenda mbinguni. Lakini Mungu alisema sio kukufa peke yake, anaweza fika tukiwa shamba, tukiwa mavuno, tukiwa wapi, na tuende vile Mathayo inasema. Siwezi jua zaidi hapo kwa sababu Father Majiji manajua hiyo maneno kwenda mbele. Sisi namna hiyo so that we can see what to do. So I will not relent. Let me say in English, I will not retreat nor surrender, fighting for the rights of the people of Nandi. Take it from Nandi County, the headquarters. And I'm not going to slow down until my people get development. They don't get development, tutakosana. Kama watu wangu watapata maendeleo, niko hapo. Na tutaanza kukula teamwork after tumemaliza hiyo kazi ya kuleta maendeleo. So, mimi sirudi nyuma. Pia nataka nimwambie county commander na county security team wawache kwa ras watu yangu ya boda boda. Wasishikwe ovyo ovyo. Nasikia iko harassment hapa town. Ni vile sije nimekuwa ile mambo ya barabara, lakini hii wawache kusumbua watu vijana yetu. Mtaniombea? Mtaniweka kwa maombi? Kabisa. So hii kutetea yenu niende mbele. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Niende mbele kwa jina ya Yesu. Na nitetee nyinyi kabisa. Hata nikitishwa, hata nikitukanwa, nisimame na haki ya watu ya kaunti ya Nandi. Basi hiyo ripoti imewafikia ya mwisho. Nimeona tu acha niongeze, naona mheshimiwa anamalizia ndio akuje, na wale nasikia kuna watu wamerudi ama wamekuja vile nimekuja, mtanisindikiza kuhusu mambo ya national dialogue. Ile watu walikuwa wanakunywa chai na mandazi pale Bomas. Tulisema mambo ya cost of living we can agree. Na nataka nishukuru rais, bei ya mahindi ni 4000 per pack as we talk. Mahindi moja bei imeshuka 130 140 per tin. That is how to bring cost of living down. You subsidize production over consumption, and that is what we want to see in terms of going into the future. Nimeona hii mambo ya NADOC hii ya Bomas ilikuwa, na nimesikia jirani yetu Raila anasema hii mambo. Nataka nimuulize rais, hii si wakati ya referendum? Hatutaki kwenda uchaguzi. Si tumetoka uchaguzi juzi. Mnataka kwenda referendum kufanya nini saa hii? Hakuna haja, si ndio? Kwa sababu anataka kujipanga for 2027. Lakini nataka nimuulize rais asikubalia watu tuende referendum. Saa hii the country is in problems economically. We cannot go to a referendum now. And in any case we don't have a functional IEBC in place. So hatuna IEBC, unaendaje? Let us fix the cost of living. Tuachana mambo ya referendum kwanza na ile mambo ya siasa kwanza. Let us fix the cost of living. Wananchi wapate nafasi so that we can be. And I want to tell the country from Nandi as the leader of this region that as a country let us focus on more important issues. Mambo ya referendum na kujipanga, na wale wenzetu waendelee kufanya oversight kwa serikali, lakini wasitumie hiyo njia ya bipartisan to try and sneak into the government. Let us have opposition and have government, because they know the ultimate agenda is for them to sneak into the government. Na hii serikali iliundwa na hao raia.